manage na sitakuchosha sana. Allow me to introduce my family. Nimeoa, niko na mke na watoto. Kutoka kitambo mimi nilichuanga mke ni wa kike. Sasa wa kiume sikufundishwa kama yuko. Kwa hivyo niko na mke wangu, nataka tusimame mahali alipo, then anaweza kuwepo na itakuwa ya baraka sana. Mungu akubariki. Nataka dakika zako 20 tu peke yake zimetosha mimi na wewe kuweza kushiriki neno mchana wa leo. Na neno la mchana ninataka tujifundishe kuhusu nguvu ya maombi ya kufunga, the power of fasting prayer. Nataka tuone na tujifunze ili tuweze kuelewa ni nguvu aina gani iliyomo katika maombi ya kufunga. Nilipokuwa ninaandaa ujumbe huu, kuna mambo Mungu alinena pamoja nami na nikaona ni vyema niweze kuja kushiriki pamoja nanyi mchana wa leo. Na pastor ametufundisha asubuhi malango manne ya hatima. Bwana asifiwe sana. Na akazungumzia mambo matatu yanaweza fanya tuweze kufika katika hatima yetu. Bwana Yesu asifiwe. Nina imani ya kwamba Mungu anaenda kutubariki na itakuwa ni vyema. Kwa hivyo nilikuwa nasema pastor tufundisha asubuhi ya kwamba kuna malango manne ambayo ni hatima ya Mkristo. Bwana asifiwe sana. Na akasema ya kwamba kuna mambo matatu ambayo yanaweza kutufanya tuingie kwenye hatima ama kwenye hayo malango, ama yatusuilie kuingia kwenye hayo malango. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akafundisha akasema ya kwamba pia kuna hisia za kiroho, ya kwamba there is sensitivity ama spiritual sensitivity. Bwana asifiwe sana. Na akasema ya kwamba lazima tuwe na hisia za kiroho ndio tuweze kufahamu mambo yaliyo sahihi katika maisha yetu. Na akasema tukiwa na hisia ya kiroho inatuongoza kuchagua vitu vilivyo sahihi katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo na mimi nataka niongezee ile power ya kuweza kupush yale maneno ambayo pastor ametufundisha hapa ili yaweze kuonekana katika ulimwengu wa kawaida. Praise God. Na Mungu akaniambia ya kwamba nikanene na watu wake, nikawafundishe umuhimu wa maombi ya kufunga. Na kabla sijafunda kuhusu umuhimu wa maombi ya kufunga, ninataka tuweze kujua mambo matatu katika maombi. Na jambo la kwanza ambalo unafaa kujua katika maombi, unajua watu wengi tunasema tunaomba, then watu wamechukulia jambo kama la kawaida. But before ujichukulia kama kawaida, unafaa kujua ya kwamba maombi ni njia pekee ya kuwasiliana na Mwenyezi Mungu. Hakuna vile unaweza ongea na Mungu pasipo wewe kuomba. Na hata kama haujui kuomba, unafaa kuomba Mungu akufunze kuomba. Bwana asifiwe. So it is only the way ambayo mwanadamu akitaka kuwasiliana na Mungu anaitumia. Na it is good wewe mwenyewe kama unaongea na Mungu direct than kutuma mtu akuongelelea on behalf. Kama unahitaji kazi mahali, inakuanga vyema ukiwa umekutana wewe mwenyewe na boss. Maana unaweza pea mtu pesa yako, unaweza tuma mtu utumie muda wako, anaenda lakini hafikishi ujumbe vile unavyotaka wewe. Vile hisia yako ilivyo, yeye akienda kwake anazungumza kama mambo ya kawaida.
hajui mambo ama hajui hali unayopitia. But wewe mwenyewe ukienda kwa bosi wako, vile utaongea na yeye sio vile mwingine angeongea na yeye. So it is good as a Christian, wewe mwenyewe uwe unaweza kuwasiliana na Mungu na kumwonyesha hisia zako na kumwambia jinsi unavyotaka. Inaweza kuwa rahisi Mungu aweze kukusaidia. So kuna mambo matatu ambayo unafaa kujua katika maombi. Jambo la kwanza, unafaa ujue kwamba maombi ni mawasiliano, is a communication, ya kwamba bila maombi hakuna vile unaweza mfikia Mungu ama kuongea na Mungu. Na jambo la pili ambalo unafaa kujua kuhusu maombi ni dhamana yake. Dhamana ya maombi, lazima uelewe ya kwamba maombi ni muhimu. Maombi ni muhimu kwa mtu yoyote yule. Maombi ni muhimu, na kupitia kwa maombi ndio tunaweza tukashinda vita. Praise God. Through prayer ndio tunaweza tukakanyaga maadui zetu. Kupitia kwa maombi ndio tunaweza tukafungua malango yaliyofungwa na wakuu wa giza. Remember the Bible says ya kwamba vita vyetu sio vya mwili na nyama, bali vita vyetu ni vya kiroho, na vita vyetu ni kuangusha wakuu wa ufalme wa giza. Na wakuu wa ufalme wa giza hatutawaendea na rungu na panga. Lazima tuwe na extra power ambayo inaweza kuwaleta chini, ili na utukufu wa Mungu uweze kutawala. Kwa hivyo njia pekee ambayo tunaweza tukatumia kuangusha wakuu wa giza is only prayer. Bwana Yesu asifiwe. Ni prayer. So mtu asiyejua dhamana ya kitu huwa hananga acha nayo, na mtu anayejua dhamana ya kitu huwa anajivunia, na mtao wote huwa anatamani kufanya kwa sababu anajua dhamana yake. Kuna watu wako nje, ukimwambia wewe uliona nini kwa huyu mtu kaoleka kwake, atakwambia wachana na yeye, mimi ndio najua, because he know his value. And if you know the value of prayer, hautasukuma, hautaulizwa mkesha wangapi watakuja, because you know the value of what you are going to do, na unajua ni matunda gani itazalishwa baada ya kufanya hiyo kitu. Wakristo wengi tumekuwa idol na tumekanyakwa na kupigwa kwa sababu hili jambo maombi halipo kwa watu wengi. Then brainwasher wamekuja, wamefanya watu hawawezi kuomba. Wanawambia kuja tutakuombea, then you are there, unajua tumtumishi uko mahali fulani, nitaenda niombee mambo yangu yako vizuri. But according to the Bible, hakuna mtu aliyeteuliwa specific wa kuombea mtu, ila Biblia inasema omba bila kukoma. Haikujakuwa ni nani ataomba, but ilizungumzia watu wote, ikasema ombeni bila kukoma. Bwana Yesu asifiwe. Sio ninashangaa unaposema niende niombewe. Sio vibaya kwenda kuombewa, but before uende make sure na wewe kuna first aid umefanya. Ndio ukienda na yule akikutanisha imani yake na yako, Mungu inafika naye anatenda. Praise God. So as a Christian, kama kanisa ya Shiloh, siwezi taka kuona watu ambao ni idol. Tunaposema tuombe, mtu atakwambia I don't know. Then what are you doing in the church? Jesus said ya kwamba the house of God is the house of prayer. So kama unaweza kuja kwa nyumba ya sala na unyamaze, ni kumaanisha you don't know kilichokuleta mahali hapa. Hallelujah. Wakati wote unapoenda kanisani, lazima uwe mtu unaweza ongea na baba yako, umwambie shida zako, umwambie vile unajihisi, umwambie hali yako, na ndio ukitoka mahali pale naye achukue hatua ya kuanza kumeet your needs. Hallelujah. Tell your neighbor, value prayer. Don't take prayer for granted. It is a weapon. A prayer is a weapon.
weapon. Hatuwezi kushinda battle kama sisi tutakuwa watu wa kulala na kupiga simu na kusema niombeeni, mkienda kanisa niombeeni, niombee pastor, niombee pastor, nitabirie. Ni nini inanisumbua? Uko na uweza wa kuambia Mungu kinachokusumbua. Kuna viwango ambavyo huwezi pita. Hapo ndio watumishi wa Mungu wanafaa kuchukulia pale. Lakini sio kwamba wewe umetulia tu unaambia watu wa kuombee. Take hatua, chukua hatua ya wewe mwenyewe kujiwasilisha mbele ya Mwenyezi Mungu. Praise God. So if you don't value kitu chochote, huwezi kuwa haja nacho sana. And today mnaweza jua ni watu wangapi wana value maombi. Wale watu wakuacha na maombi, yule mtu utapata ana haja hata ikiwa kwa nyumbani mwake anaomba. Jua ya kwamba huyo mtu ana value maombi na ameona faida ya maombi katika maisha yake. Ni maombi peke yake hata sisi yanatufanya tumesimama. Bila maombi waliotaka tuanguke, waliotaka tuaibike walikuwa wengi. But maombi watu walisimama na tukasimama kwenye pengo. Tukasema tunapinga hili jambo kwa maombi. Then we saw God. Mungu alikuja na akafunga milango ambazo maadui walikuwa wamefungua. Then tukapita, tukapenya. Sasa hivi wanasemanga hao watu ni wachawi. But we are not witchcraft. Tell your neighbor, ilikuwa maombi. Kufika mahali umefika ilikuwa maombi. Hallelujah. Jambo la mwisho, before tusome maandiko, ni lazima ujue ya kwamba through prayer kuna ufahamu. Huwezi jifahamu, huwezi fahamu watu wanaokuwinda kama usipoomba. When we pray, Biblia inasema ya kwamba Roho wa Mungu anaingia ndani yetu na anaanza kutuombea kwa Baba. Kwa hivyo Roho anaposhuka huwa anaanza kukuonyesha huyu ni adui yako, huyu ni adui yako, huyo ni rafiki. Ndeni tutarejelea hapo mahali pa mtumishi alitufundisha asubuhi ya kwamba tunaanza kukua na hisia za kiroho. Tunaanza kujua hapa ndio ninastahili kustep, sifai kustep mahali hapa. Huyu ndio ninafaa kutembea naye, huyu sifai kutembea naye. Ni kwa sababu wewe umekuwa muombezi. Watu foolish, fanya research, utapata hawananga maombi. There are people ambao wakuenda shule, maombi liwasaidia, wasomi wanashanganga vile watu wanaishi. Kwa sababu wanaonekana wenye wisdom nyingi. Do you know ni nini iwasaidia? Prayer. Wakati walikaa kwa maombi, Mungu alianza kunena. Na Mungu alipoanza kunena, alianza kuwafundisha njia sahihi katika maisha yao. Kwa hivyo ninataka nikuonyeshe mfano na watu katika Biblia ambao waliona benefit ya maombi. Ni watu wengi, lakini nitakufundisha mmoja uone vile watu walivyo benefit katika maombi, na ndio uweze kukua na hamu ya wewe kuanza kuchukua hatua kwa maisha yako, ya kwamba usilale pasipo kuombea familia yako, usilale pasipo kuombea watoto wako. Uchukue hatua, maana maombi ni ya dhamana sana kwa wanadamu. In the book of Esther chapter number 3. Tutarukaruka kwa sababu ya hadithi ni ndefu sana. Ukiwa na nafasi, enda usome kitabu cha Esther, ikiwezekana soma yote. Utaelewa umuhimu wa maombi ya kufunga. Kwa hivyo wasomaji, ninataka na nataka mtu anajua kusoma. Sitaki mtu wa kusoma kama bado anafundisha alphabetical letter. Nataka yule mtu ambaye chapcha, sio anasema badala aseme baada, aseme baada. Hallelujah. Kwa hivyo mtu kuweka full stop mahali hakuna, mwalimu alikuwa anatuambia hiyo ni criminal. Esther chapter number 3 verse number 1, the Bible says, waje nisome kwa lugha ya Kiswahili ndio nimezoea. Biblia inasema ya kwamba baada ya hayo mfalme Ahasuero alimuongezea cheo Haman bin Hamedada Mwagagi, akampandisha, akamweka kiti chake juu ya maakida wote walio kuwepo pamoja naye. Mstari wa 2 unasema,
Nao watumishi wote wa mfalme walioketi mlangoni pa mfalme wakainama na kumsujudu Hamani, maana ndivyo alivyoamuru mfalme kwa habari zake. Bali Mordekai hakuinama wala hakumsujudia. Basi watumishi wa mfalme walioketi mlangoni pa mfalme wakamwambia Mordekai, mbona wewe waiharifu amri ya mfalme? Ikawa waliposema naye kila siku asiwasikilize, wakamwarifu Haman ili kuona kama mambo yake Mordekai yatasimama, maana alikuwa amewaambia ya kuwa yeye ni Myahudi. Hata Haman alipoona ya kwamba Mordekai hainami wala hamsujudii wala kumsujudia, alikadhabika sana. Akaona si shani kumtia mikono Mordekai peke yake. Akaona si shani kumtia mkono Mordekai peke yake, maana wamemjulisha kabila yake Mordekai. Kwa hiyo Haman alitaka kuangamiza Wayahudi wote waliokuwa wakikaa katika ufalme wote mzima wa Ahasuero, yani watu wake Mordekai. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi mwezi wa kwanza ndio mwezi wa Nisani, mwaka wa 12 wa mfalme Ahasuero, wakapika puri, yani kura, mbele yake Hamani siku kwa siku na mwezi kwa mwezi, hata mwezi wa 12 ndio mwezi wa Dari. Basi Hamani akamwambia mfalme Ahasuero, kuna taifa moja waliotawanyika na kukaa mahali katikati ya mataifa walioko katika majimbo yote ya ufalme wako, nao sheria zao zimefarakana na sheria za kila taifa, wala hawazishiki amri za mfalme. Kwa hiyo haimpasi mfalme kuchukuliana nao. Basi mfalme akaiona vyema na iandikwe kwamba waangamizwe, nami nitalipa talanta 10,000 za fedha mikononi mwao watakaosimamia shughuli hiyo, wasiweke katika hazina ya mfalme. Ndipo mfalme alipoivua pete yake mkononi, akampa Haman bin Hamedada Mwagagi, adui ya Wayahudi. Nataka tusimamie pale. Nataka niwape habari hii kwa kifupi. Tutasoma maandiko mengine kule mbele. Biblia inasema ya kwamba kulikuwepo na mfalme wakati ule ambaye alikuwa anaitwa Ahasuero. Na mfalme huyu alichagua mtu kuwa msimamizi, ambaye kwa sasa kwenye serikali ndio watu wanaitwa nani? Wanaitwa PA. Bwana Yesu asifiwe. Na kwamba mtu huyu asimamie, na alikuwa amempea mamlaka juu ya kila kitu na kila mtu. Kwa hivyo mtu huyu cheo alichopewa kilikuwa paka lazima, kilikuwa kiwango ya kwamba watu wanafaa kumsujudia, watu wanafaa kumwabudu. Kwa hivyo watu wote walikuwa wanaabudu Haman kwa sababu amepewa mamlaka na mfalme. Watu wote walikuwa wanaenda mbele zake, wanasujudu, wanamwinamia. Lakini kuna Myahudi mmoja, Myahudi ambaye alikuwa amejua sheria ya Mungu, Myahudi ambaye alikuwa anamwelewa Mungu, Myahudi ambaye alikuwa anadumu kwa maombi. Yeye alisema ya kwamba siwezi kuinamia mwanadamu, mtu anafaa kuinamiwa peke yake ni Mungu. Kwa hivyo kitu iliyomsaidia Mordekai ni mtu alikuwa kwenye maombi kila wakati, na akatambua ya kwamba ni Mungu peke yake anafaa kuabudiwa. Kwa hivyo watu walipokuwa wanaenda mbele ya huyu mtu amepewa mamlaka na cheo, wakimsujudia, Mordekai hakukuwa na inama.
Na wengine wakauliza Mordekai, kwa nini unakaidi amri ya mfalme? Haujui ya kwamba uko kwenye hatari ya kukufa? Unahatarisha maisha yako, maana kitambo ungetenda dhambi ulikuwa unasulubiwa. Na hiyo dhambi na hiyo laana ndio Yesu alikuja akatoa ya msalaba. Kitambo ungepatikana na hatia, walikuwa wanatafuta mti unatundikwa juu yake kwa sababu ya makosa yake. Kwa hivyo kitu ambacho Mordekai alifanya kilikuwa kinamwelekea ama kumsukuma yeye asulubiwe. Lakini pamoja na Mordekai kujua hiyo uchungu, pamoja na Mordekai kujua hiyo hatari yote ya kwamba angesulubiwa, hakufanya hicho kitu, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba alikuwa mtu anayemwamini Mungu. Na kwa sababu kuamini kwake Mungu, Mordekai alijua kuna kitu itamsaidia, kitu ambacho Mordekai alijivunia. Alijua ya kwamba wao wataenda waongee na mfalme ili mimi nisulubiwe, lakini Mordekai akasema, na mimi nitaenda niongee na Mungu, nione mfalme na Mungu ni nani mwenye nguvu. Nataka nikwambie, unaweza kuwa unamwamini Mungu, unaweza kuwa unajua Mungu wako, lakini ile mawasiliano inapokosa, ndio watezi wako wanapata nguvu ya kuweza kukuweka chini. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba Mordekai alipojua hivyo, Haman alipojua hivyo, Biblia inasema ya kwamba ilibidi achukia pamoja na watu wa Mordekai, na akasema Wayahudi wote wauawe kwa sababu ya mtu mmoja. Mordekai alijua amehatarisha maisha ya watu wengine. Mordekai alijua amesababisha watu wengine waweze kupoteza maisha yao. Lakini Mordekai akiwa na imani, Biblia inasema mstari wa 13 ya kwamba Mordekai hakutishika wala Mordekai hakuogopa. Ziliandika mpaka barua zikatangazwa ya kwamba Wayahudi wauawe kwa sababu wamevunja amri ya Mungu. Hivi leo kukasemekana amri imetolewa State House ya kwamba kanisa ya Shiloh wote waende prison kwa sababu wanahubiri Yesu wa kweli. Kutapatikana na watu watakaosimama kwa pengo waseme hatuogopi, hata kama ni gerezani tuko tayari kwenda, maana mule tutamuita Mungu na tutamuona Mungu akitenda. Haleluya! Kanisani siku hizi watu wengi hawana imani, kiasi ya kwamba vitisho vinapokuja wengine wanakimbia wanaacha mchungaji, kiasi ya kwamba vitisho vinapokuja wengine wanaenda mitini. Yote inafanyika kwa sababu kanisa halina maombi. Watu wanaenda kanisani, injili inahubiriwa, wengine wanachat wako on Facebook, wengine wanaenda kanisani kufanya nini? Inaitwaje? Wengine wanaenda kanisani kufanya sarakasi, kukuwa actors. They are acting in the church. Wengine wanaakti kama wamepakawa, ile hali ukweli ni kwamba wajapakawa. The Bible says, my house is a house of prayer, not a house of acting, not a house of entertainment. Nataka usikie neno la Mungu, mtu wa Mungu, ya kwamba Mungu anataka tunapoingia kanisani ahudumie maisha yetu, na natafuta mtu anaweza simama kwa pengo kwa ajili ya watu wa kwao. Maana tulikotoka wachawi ni wengi, tulikotoka watu hawakututakia. Haman hakumtakia Mordekai. Haman akasema nitaua Wayahudi na niko na uwezo wa kufanya hivyo because mimi ndio next kwa mfalme, na nikisema ni hivyo. Now listen the word of God. Mordekai akaenda kwa Esther. Esther alikuwa amemwelekea mfalme, na Esther alikuwa binti ambaye Mordekai amemlea. Akaambia Esther, ongea na mfalme, Wayahudi wanaenda kuuawa. Ukisoma maandiko mlango wa 4 mlango wa 5, Biblia inasema ya kwamba Esther alishindwa kuongea na mfalme, maana alijua hakuna mtu ana ruhusa ya kuenda kwa mfalme. Oh, listen the word of God, and of God. Esther akachukuliwa kitu ya kwamba kuna jambo moja linaweza kufanya hata kama watu waendi kwa mfalme, ninaweza tukapenya. Na jambo hili ni watu wafunge na kuomba, watu wamtafute Mungu. Esther akaambia Mordekai, nenda ukaambia Wayahudi ya kwamba wafunge na kuomba, na mimi na watu wangu tunafunga tukiomba.
Praise God. Sasa usoma maandiko kwa sababu ya muda. Lakini mlango wa 7 ndio habari ilipo. Mlango wa 7 ndio kuna ushuhuda wa maombi. Kwa hivyo Esther akaambia Mordekai, wewe na Wayahudi nenda mkafunge mkiomba, na mimi na watu wangu tutafunga tukiomba, tutakuwa tunaombea jambo hili. Biblia inasema ya kwamba Mordekai akatoka machoni pa Esther, akaenda akakusanya Wayahudi, akawaweka Wayahudi pamoja, wakaanza kuomba Mungu, wakawa wamefunga kwa siku 3. Biblia inasema ya kwamba siku ya 3 mfalme alipea Esther mamlaka ya kumuitisha chochote anataka. Ilikuwa kwa sababu ya maombi ya kufunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alipoenda kwa mfalme, inasema ya kwamba akapata kibali machoni pa mfalme. Ilikuwa ni kwa sababu kuna watu walifunga wakiomba. Wewe unataka mambo yaende vizuri, milango ya kazi ifunguke, wakati una muda wa kujitaabisha kwa ajili ya Mungu, wakati una muda wa kutafuta Mungu, wakati una muda wa kutafuta huyu Mungu, unahitaji kusukumwa na kupembelezwa. By the way, pastor, don't force anyone to seek God. Let it be a decision. Bwana Yesu asifiwe. Wacha iwe ni maamuzi ya mtu, ya kwamba mwenyewe decide if ni Mungu taabudu ama ni mambo yako utashughulikia. But for sure I want to tell you, without prayer, without seeking God, you are not going anywhere. We must pray. Let us be serious kwa mambo ya Mungu. Tusichanganye mambo ya Mungu na mambo mengine. Ikifika ni wakati wa Mungu, wacha Mungu aone kuna watu wako mali wananihitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo Mordekai na Wayahudi wakafunga siku 3. Walipofunga siku 3, maandiko yanasema ya kwamba Esther akapata kibali machoni pa mfalme, na alipoenda kwa mfalme, mfalme alimwambia niombe chochote unachotaka. And the Bible says in chapter number 7 ya kwamba Esther akamwambia kuna mtu anataka, kuna adui yetu mali hapa, anataka kuangamiza Wayahudi. Mfalme akasema ni nani huyo? Esther akamwambia tulia, nitakwambia. Itakuwa vyema kama tutapata kibali machoni pako mfalme, maana hata barua zimeandikwa ya kwamba Wayahudi wauawe. Na mfalme akauliza Esther, unataka nikufanyie nini juu ya jambo hilo? Mfalme Esther akasema itakuwa vyema kama mtu huyu atauawa, ili sisi tukue free, ili tukue huru. Na kwa sababu ya maombi, watu wakapelekea mfalme habari nzuri ya Mordekai. Wakaambia mfalme, kuna mtu katika nyumba ya Wayahudi anaitwa Mordekai. Huyo mtu amefanya mambo mazuri katika nchi yetu. Mfalme akauliza, ni nini huyu mtu amefanyiwa? Kwa mambo mazuri amefanya. Mfalme akajibiwa, akaambiwa hakuwahi fanyiwa jambo lolote. Now listen vile Mungu anavyofanya kazi. When you pray God, Mungu anasikia. Hata kama wamekuchimbia makaburi, itawazika wao. Hata kama wameinua mishale, itarudi kuwadunga wao. Mfalme akaita Hamana, akauliza Hamani swali la kumjaribu. Hamani asijue ya kwamba mwenyewe anajisulubishwa. Mfalme akauliza Hamani. Kumbuka Hamani ndiye alikuwa mkubwa. Ikiwa mtu ametenda mema, anastahili kufanyiwa nini? Hamani akajua ni yeye peke yake, na akajua ni mimi mfalme anaongelelewa. Hakujua maombi imekeuza akili ya mfalme. Amri ilikuwa imetolewa ya Wayahudi kuuawa. Hakujua maombi imekeuza akili ya mfalme. Mfalme akauliza Hamani, mtu kama huyo anafaa kufanyiwa nini? Hamani akajibu kwa kiburi, akijua ni yeye anaenda kufanyiwa. Akaambia huyu mtu anafaa pewa hata mavazi ya kifalme. Mtu huyu anafaa tembea na farasi. Kama ni leo, mtu huyu anafaa kutembea na magari kubwa. Mfalme akamwambia, unaona huyu Mordekai, huyo ndiyo mtu amenipendeza. Kwa hivyo amri uliyokuwa nayo nadapeana kwa Mordekai. Mavazi ulikuwa unavaa ya kifalme, nataka upatie Mordekai. Magari ulikuwa unatumia, nataka upee Mordekai. Listen the word of God, child of God.
Maombi yanageuza maneno. Maombi yanafanya upenyo. Maombi yanafanya watu waone Mungu. Maombi yanafanya watu wapenye. Mordekai alikuwa amekusudiwa kuuawa na mtu anaitwa Haman. Hakujua hatima yake, lakini wakaamua kuomba na kufunga. Kuna uwezekano tukisimama kama kanisa tukaombea taifa, kutakuwa na mabadiliko. Kuna uwezekano tukasimama kama kanisa, waliotaka tuzikwe watazikwa wao. Mfalme akauliza Haman, wewe na wewe, mtu mbaya akifanya mambo mabaya anatakiwa kufanyiwa nini? Haman akajisulubisha, akasema anafaa kwenda msalabani. Mfalme akamwambia Haman, ni wewe unafaa kwenda msalabani. Amri ya kwanza ilikuwa Mordekai auawe. Amri ya kwanza ilikuwa Wayahudi wauawe, lakini kuna code of a second chance. Akakuja na koti ya pili, akasema mtu anaenda msalabani sio Mordekai tena, mtu anaenda msalabani ni Haman aliyeutengeneza. Prayer inaweza kukupa nguvu ya kuweka maadui wako chini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nguvu ya maombi. Watu walifunga, Wayahudi walifunga, wakamtafuta Mungu. Nisijui ni kitu gani inakusumbua mwana wa Mungu, sijui ni nini inakuletanga kanisani, lakini kama utakuwa na ufahamu ya kwamba ni nini ninatakiwa kufanya kanisani, nataka nikwambie ya kwamba hautatoka kanisani kama vile ulivyoingia, kwa sababu umeenda kwa Mungu na malengo. Umeenda kutafuta Mungu na malengo. Bwana Yesu asifiwe. Hii kitu kama inakataa izimwe, kwa sababu inafika wakati hata injili ikisika, these things hata tuko tunatumia kuhubiri miaka ya zamani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hiyo imekataa sima hii kitu. Kwa hivyo Mordekai akapata kibali machoni pa Mungu. Mungu ndani mfalme akasema ya kwamba kuna mtu amenipendeza. Kuna watu wanaweza kukudharau. Kuna watu wanaweza kukuona haufai kwa sababu hauna mtu mwenye akona cheo kwa serikali. Kuna watu wanaweza kuwadharau ya kwamba nyinyi hamfai kwa sababu kwenu ni masikini. Kuna watu wanaweza kuwadharau kwa sababu kwenu hakuna mtu aliyesoma. Lakini sikiliza hili, Mordekai, wana Wayahudi walikundua siri, wakasema tutamulilia Mungu. Nataka ni wewe mpendwa wa Mungu ukae katika maombi, ukae kumtafuta Mungu. Waliowaona hamukusoma wataona ukikaa na wafalme. Waliowaona hamukustahili watakuja kuomba msaada. Waliowaona hamukukuwa kitu watakuja kuwainamia. Bwana asifiwe. Ilikuwa maombi. It was prayer. Walipofunga wakiomba, ninasema walipofunga wakiomba, mawazo ya mfalme yalibadilika. Kumbuka mfalme alikuwa ametoa amri Wayahudi wauawe. Mtu wa kwanza kuuawa ni Mordekai, awekwe kwa msalaba, asulubishwe. Lakini kwa sababu ya maombi, Esther alisema nendeni mufunge, muombe, na mimi pia nitafunga na watu wangu, tutawaombea. Na kwa kweli waliona faida ya maombi. Maombi ina nguvu. Maombi ina dhamana. Maombi inabadilisha mambo. Maombi inafanya mtu ufike mahali ukukusudiwa kufika. Maombi yanafanya watu wa kuheshimu. Praise God. Hallelujah. Mimi kwetu, mimi nasemanga sikusoma na sikuangi aibu kusema hii maneno, kwa sababu nataka watu waone ushuhuda wa Mungu, vile Mungu anatumia watu. Na mimi sikwenda shule. Sometimes unaona na struggle kuongea hata Kiingereza. Mimi sikujua lugha inaitwa Kiingereza. Nilikuwa najua ya how are you and I love you peke yake. Bwana Yesu asifiwe. But because of God, hallelujah, ilitoka kwa I love you nikajua kuna understanding. Hallelujah. Nikasema I can understand. Hallelujah. Nikatoka I can understand, nikasema nikajua ingine inaitwa I can go. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nikatoka hapo nikakuja nikajua ingine ya kusema ya kwamba good morning. Praise God. Nikakaa kwa maombi, Mungu akaona huyu mtu hakusoma lakini ananitamani, nitaweka wisdom ndani yake. Zai watu ambao wamenisunguka ni wasomi wengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Watu ninakaa nao ni watu wamesoma, but by then nilikuwa nakaa na watu wa kawaida tu.
Lakini nilipogundua habari na siri za Mungu, nikakaa kwa maombi na nikaambia Mungu, Kiingereza sio mtu kwenda shule, ni lugha kama hizi liko zingine ninaweza nikajua na ninaweza nikaongea. Nikaambia Mungu, masomo sio ndio inafanya mtu awe tajiri, masomo sio inafanya mtu aendeshe gari, masomo sio inafanya mtu awe na pesa, ni wewe Mungu unabariki. Kwa hivyo nikaanza kutafuta hekima kwa Mungu. Sasa hivi I can drive my own car. Bwana Yesu asifiwe. Na sijaajiriwa na serikali, sina mambo yote na uhusiano na serikali. Ninafanya mambo yangu, ninafanya biashara yangu, na ninaomba Mungu na nafungua njia. Amen. Right now I have family. Niko na mke mrembo ambaye watu hawakutarajia ningepata mtu kama huyo. Kwa sababu by then nilikuwa nakunywa pombe. I was a drunkard. Nilikuwa navuta sigara, nilikuwa navuta bangi. So watu wakajua familia hiyo ni kwisha. Hapa hakuna mtu. And remember, kwa familia yetu ni mimi ndio nilikuwa nimebaki peke yangu, because wengine walikufa wakaisha. So nimetoka kwenye familia ambayo iko humble, familia ambayo haikukuwa na chochote, haikukuwa na mtu, haikukuwa na mali, haikukuwa na anything. But kwa sababu ya maombi, Mungu aliniraise na akasema ya kwamba I will use you. And that's why right now umekaa pale unaweza sikia kitu inatoka ndani yako. Prayer. Church, we must pray. Church, we must seek God. Kwa karama yoyote ile. Usikuja kanisani ati ninataka kwenda kazi. Tukitangaza maombi ya kufunga, unasikia wengine mara ninanyonyesha, wengine nakwambia mara niko na ulcers. Haleluya. Mungu huwa asikii excuse ya kitu chochote. Mungu anataka watu ambao ni mashujaa, wanasema katika shida zetu tutamtafuta Bwana. Hata kama niko na alsa, nitaacha kukula, wacha nikufe nikitafuta Mungu, ndani kukufa nikiabudu alsa. Hata kama niko na mtoto, wacha akae njaa nikimtafuta Mungu, kuliko mtoto wangu kukaa njaa kwa sababu nimekosa. Haleluya. Ni vizuri kama kanisa tusimame tupinge shetani, na shetani anapingwa kwa maombi peke yake. Shetani anapingwa kwa maombi peke yake, maana haujui maadui zako. Kuna wale walisema hii familia tutahakikisha imeisha. Hapa ulipo kazini kwako, kuna wale ambao wanasema tuta make sure umetoka kwenye hiyo kazi. Mahali unakaa, kuna wale ambao wanasema tuta make sure umehama. Kama kuna mke ambao umeoa na familia mnapendeza, kuna wale ambao wanasema tutahakikisha hii ndoa imeisha. Lazima usimame kwa maombi kama Mordekai, then uambie Mungu ni nani anakusumbua kwa maisha yako. Mordekai na Esther walijua adui wao, na mtu alikuwa anawasumbua alikuwa Haman. Leo Haman kwako ni nani? Leo Haman anayesumbua maisha ya kwenu ni nani? Leo Haman anayetaka muanguke ni nani? Ndio ninataka tufanye siku ya leo ya kwamba tunaendea huyo Haman na maombi. Tunataka tumtafute kwa maombi. Na kama haitafanyika, rudi kwangu niulize, mtumishi wa Mungu, ulisema tukafanya na sikuona, nitajua Mungu wangu ni muongo. Bwana asifiwe sana. Lakini maombi ilifanya Mordekai, Esther na Wayahudi wote waweze kupandishwa na kupata nafasi kwenye ufalme, na wao wakapata nafasi kwenye serikali ya mfalme Ahasuero, kwa sababu walikaa kwa maombi. Mpendwa, let us pray. Wacha tumtafute Mungu. Hakuna kitu kingine. Stop kwenda kanisani kusengenya watu. Enda kanisani umtafute Mungu. Stop kwenda kanisani na kuentertain watu. Entertainment sometimes it's good, but it is better to be serious na mambo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Nataka usimame kwa miguu yako, na nataka uangalie Haman kwa maisha yako ni nani. Mtu ambaye hataki mfanikiwe, mtu ambaye hataki upate kazi, mtu ambaye anavuruka ndoa yako, mtu ambaye anataka ndoa ishe, mtu ambaye anataka watoto wako wasisome. Huyo ndio Haman ninazungumzia. Haman alisema sitaki Wayahudi waishi, sitaki Wayahudi wapate chochote kwa mfalme. Haman alikuwa mbinafsi sana, na akasema nita make sure ya kwamba hawa watu wameangamizwa, na juu niko juu ya mamlaka lazima nitahakikisha hili limetendeka. Kuna watu wako na
wana mamlaka kukuliko wewe, kuna watu wana nguvu kukuliko wewe, lakini ukikaa kwa maombi, mpendo wa Mungu, nataka nikwambie, utawaona wakiwa chini ya miguu yako. Utawakanyaka na kuenda, utawakanyaka na kusonga. Na hiyo ndio kitu nataka tufanye. Inua tu mikono yako, ufunge tu macho yako, then nataka uweze kupeleleza moyo wako. Angalia ni watu gani wanakusumbua kwa maisha yako, then stiki kwa hili neno. Ambia Mungu ya kwamba umesema tukiomba, tukikutafuta, ama ni lazima watabadilishiwa, ama hukumu yetu itabadilishwa irudi kwa maadui zetu, na wote wataanguka, wote watakufa, wote watasulubishwa, kwa maana wewe ni Mungu wa kweli. Haleluya. Danieli akiwa kwenye hali ya kuabudu Mungu, mfalme akainua sanamu. Mfalme Nebukadneza akainua sanamu, akasema watu waabudu sanamu, kwa sababu Danieli alikuwa anajua Mungu wake, alikuwa anaabudu Mungu wake. Sasa Danieli akakataa kuabudu sanamu ya mfalme. Amri ikatolewa, Danieli atupwe kwenye tundu la simba aweze kuuawa kwa sababu ya kukaidi amri ya mfalme. Danieli akagundua ya kwamba Mungu wangu ninayemniita hawezi kuniacha, na Danieli akakaa kwa maombi. Biblia inasema usiku kucha Danieli akaishi kwa nyumba anaomba. Danieli akaambia Mungu, kama kweli ni wewe, usiache mtumishi wako aende akakufe. Maombi yalimuokoa Danieli. Biblia inasema ya kwamba hakukosa kutupa kwenye simba, alitupwa ndani ya simba, lakini kwa sababu ya maombi, inasema ya kwamba simba wakafungua vinywa, hawakufanya chochote. Tukiomba imaanishi ya kwamba tutapita kwenye majaribu. Tukiomba imaanishi ya kwamba watu hatutawekwa kwa mambo hatari. Tutawekwa lakini tutaona mkono wa Mungu. Tutawekwa lakini tutaona mkono wa Mungu. Tutajaribiwa lakini tutaona ushindi wa Bwana. Tutafanyiwa mambo lakini tutaona ukuu wa Mungu. Mpendwa, inua sauti yako mchana wa leo. Ambia Bwana, niko mahali hapa. Ambia Bwana, ninakutaka wewe. Ambia Bwana, nifundishe kuomba. Ambia Bwana, nipe hamu ya maombi. Ambia Bwana, nifanye nikutafute wewe. Ambia Bwana, ni wewe ninahitaji katika maisha yangu. Ombea hata familia yako, maana mjini watu wangapi wanataka uangamie? Ni watu wangapi wanataka familia yako ishe? Ambia Bwana, yule Hagai alisimama, leo anaanguka. Nataka kuwatushangaze mwanguko wa Hagai katika maisha ya watu, mwanguko wa Haman, mwanguko wa Haman aliyesimama kutaka kukusulubisha wewe, leo aanguke. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Inua sauti yako, inua sauti yako. Ambia Bwana, niko mahali hapa. Ambia Yesu, nakuhitaji wewe. Hata kama hujui kuomba, omba Mungu akufundishe kuomba. Hata kama hujui kusema kwa Mungu, usema jambo kwa Mungu, naye Mungu atafanya jambo. Bwana atatenda jambo. The Bible says waliishi siku 3 hawakukula chakula. Siku ya 3 ilipofika, hukumu ikabadilishwa. Huenda kuna hukumu juu ya maisha yako ya kwamba usioleke. Huenda kuna hukumu juu ya maisha yako ya kwamba usipate Bwana. Huenda kuna hukumu juu yako ya kwamba utumiwe na watu. Nataka nikwambie, maombi haya yanaenda kubadilisha hiyo hukumu. Maombi haya yanaenda kubadilisha hukumu ambayo umewekewa na Haman, ambayo umewekewa na adui zako. Waliotaka usisonge, waliotaka usifanikiwe, nataka utufanye maombi mahali hapa. Kuna watu ambao wametangaziwa kushindwa. Kuna watu wametangaziwa mwisho wao. Unakaa hapo unajiuliza, nitakuja kuoleka lini? Unakaa hapo unaitwa malaya. Unakaa hapo unaitwa mwizi wa wachungaji. Unakaa hapo unaitwa mtu ambaye umeharibu familia za watu. Ambia Bwana, hiyo hukumu na ibadilishwe. Walionitendea haya na iwakute wao. Umekaa hapo umekuwa mtu wa kuhangaika, hakuna kazi, hakuna kusonga. Ambia Bwana, Hamani waliweza kuangamia baada ya Mordekai kuomba. Ambia Bwana jambo. Ambia Bwana, that is not my portion. Hitaji mkono wako. Hey, lazima Hamani waanguke. Lazima Hamani lazima Hamani waende chini. In the mighty name of Jesus. Hey.
sauti yako. Esta waliomba, Esta walitafuta Mungu, wakatambia Bwana, utuondolee hukumu hii, na kwa kweli ilitoka. Tunakupenda wewe, tunakupenda maana tumekuona ukitenda. Tunakupenda ni kwa sababu Bwana, matendo yako ni makubwa sana. Tumeshuhudia ukitendea wengine, tumeshuhudia ukifanya. Yesu, tuko mahali hapa Baba, tunakuinua Bwana, tunalinua jina lako. Ni kwa sababu ya ukuu wako Mfalme. Watu hawa wanakuhitaji wewe, watu hawa wanakutamani wewe Mfalme, wanataka wayashuhudia matendo yako. It is now your time God, kuwaonyesha ya kwamba wewe ni Mungu mwenye nguvu. Uliangusha mamlaka ya Haman, uliteremsha na kukeuza hukumu iliyokuwa juu ya Mordekai. Bwana, ukaweza kuwaokoa. Kuna watu mahali hapa wanatamani waokoe. Kuna watu mahali hapa wanatamani utembee kwao. Kuna watu mahali hapa wanatamani wakuone. Hey God, let them see you Father. Wacha wakushuhudie wewe, wacha wakuone. Let them testify your greatness God. Wacha wakashuhudie matendo yako makubwa, wacha wakashuhudie matendo yako makubwa, because you are God, God of Mordekai, God of Esther, God of Jehovah. Wacha ukaonekane, ukatende, maana wewe ni Mungu. Yesu, wewe ni mwema.